Karibuni tena wapendwa watazamaji katika kipindi chenu mnachokienzi Ukweli wa Habari, na mimi wenu wa kila siku Elijah. Tumelala jana tukiwa tumepata habari ya kwamba waasi wa M23 wamekataa kwenda kushiriki mazungumzo ambayo yalikuwa yameandaliwa kule nchini Angola kwenye mji mkuu wa Luanda. Na watu walikuwa wanajiuliza maswali, kutaendaje sasa? Eske Kinshasa nao wataendelea na mazungumzo? Eske Kinshasa watajitoa? Lorenzo atafanyaje? Inaonekana ya kwamba Lorenzo amesema ya kwamba M23 wakuje ama wasikuje, mazungumzo itaendelea. Na serikali ya Kenya pia ya Kongo pia kupitia kwa msemaji wake au msemaji wa rais dada Tina Salama ameweza kuongea kwamba delegasio ya Kongo ambayo ilienda kule au ya serikali ya Kongo ambao wameenda huko, wao wataendelea na mazungumzo kama kawaida. Swali linajitokeza sasa, ikiwa mlikuwa mnaenda kuzungumza watu wawili, mmoja anajiondoa anaenda, ninyi mtabaki mnaongea na kina nani? Lakini itakumbuka ya kwamba jana hiyo tulikuwa tunasema ya kwamba mawaziri wote wa nchi ambazo ni za SADC na zile ambazo ni za East Africa, tuliwasomea majina hizo nchi zote. Ni nchi 24, nchi 24 ambazo zinahusika na kujaribu kutafuta utatuaji wa tatizo hilo. Walikuwa wanafanya mkutano jana katika malengo ya kujiandaa kwa ajili ya mkutano ule ambao ungefanyika leo. Maybe ndio maana wamesema waweze tu kuwaacha watu wale wakuje wazungumuze. Lakini sasa kama wao watazungumuza nini na watazungumuza na nani, ikiwa Rwanda ambayo ina agrese Kongo haitakuwa? Ijapokuwa kama East Africa itakuwa, Rwanda itakuwa, inamaanisha hivyo kwa sababu Rwanda ni sehemu ya East Africa na waziri wake wa mambo ya nje atakuwa. Wale ambao tena wataonekana ya kwamba hawako itakuwa ni wale waasi wa M23. So tutangoja mchana vile mambo yatakavyokuwa yanaendelea, tuwajuze ni nini ambacho kitakuwa kinaendelea. Lakini habari tulizo nazo ni hizo, kwamba serikali ya Kongo wamesema wataendelea na mazungumzo, na Lorenzo ambaye ni mpatanishi amesema pia mazungumzo yataendelea. Kuoni na mchana mwema. Mungu wa mbinguni awatendee mema na awabariki. Asanteni. Wakati huo kwenye konte ya Bertin Bisimwa inasemeka kuna habari ambazo yeye anaandika pale kuweza kujaribu kujilamante kuhusu nchi za Ulaya ambazo hazitaki Afrika ikuwe na uhuru, ambazo hazitaki wa Afrika wajitetee. Ni kwamba wanajichukua kama vile baba ambaye anazibu mtoto kila wakati ambapo mtoto anafanya yale mambo ambayo hayataki. Lakini kwangu naona kama hiyo ni usemi ambayo ya hipokrisi, kwa sababu anasema kulingana na yeye kwamba mambo ya Waafrika lazima yaachwe Waafrika waweze kuitatua wao wenyewe. Basi kama ni hivyo, walikuwa na kila sababu basi ya kuenda kwa mkutano, kwa sababu mwenye kuitisha mkutano at least ni Angola, na pia kwa kaskati yake nyingine ni mwenyekiti wa African Union wa Union African, na pia kwa upande mwingine serikali ya Kongo ambao wako katika mzozo pamoja walikuwa wamekubali waende waongee. Basi kama yeye hajichukui kama mtoto ambaye anaadhibiwa na baba mzungu, angelienda kwa mkutano. Lakini sasa kama yeye amekosa kwenda kwa mkutano kwa sababu wazungu wameadhibu Rwanda, inamaanisha yeye mwenyewe ndio kibarua, ama hiyo uamuzi si uamuzi wake, kwa sababu inawezekana wamelazimishwa na bosi yao Rwanda kuambia kwamba hiyo mazungumzo msiende, lakini kama nilivyosema, tutaendelea kuangalia tujue nini ambacho kitakachojiri na tuwajuze baadaye. Lakini confusion inaonekana haitaisha sasa hivi.